na huyu ni dada wa kiroho. Huyu ni mama wa kiroho na huyu ni baba wa kiroho. Yaani kitu ambacho kinakuja kubadili maadili ya kwetu ya kuwa kindugu kimoja ni kule unakuta kaka wa kiroho na dada wa kiroho wanafanya uzinzi pamoja. Maadili ya Kikristo iko wapi au maadili ya Kikristo yako wapi? Haleluya. Amina. Huyu dada ameokoka vizuri sana. Huyu kaka ameokoka vizuri sana. Au huyu baba au huyu mama wameokoka wote. Lakini unakuta wanapeana mimba, wanatoroshana. Wakati mwingine unakuta baba fulani na mama fulani wana mazoea ambayo si nzuri. Amen. Amina. Hayo sio maadili ya Mkristo aliyeokoka. Tuko pamoja? Amina. Maadili yetu tunafundishwa na wachungaji wetu jinsi gani yatupasa kuenenda. Na ndani ya wiki nzima wachungaji wamejitahidi sana. Alianza baba ujazo wa Roho Mtakatifu. Akasema wote tunie mamoja, tunene kwa pamoja. Sasa tuone lugha ziko wapi. Si ndio baba alitufundisha? Haya yote anatengeneza nini? Maadili ya Mkristo. Amen. Amina. Lakini watu wanashika kwamba wanapiga pambio hapa. Wako wanaimba. Lakini tunakuonyesha jinsi gani wewe utakuwa kivutio wa wengine kutoka nje kuja kwetu kwenye imani. Amen. Amina. Tuko pamoja eh? Amina. Yaani muonekano wako wewe utamfanya yule mtu anayekuzunguka, jirani yako, rafiki yako, mwanakikundi mwenzako kuona kwamba wewe na yeye hamfanani. Amina. Amen. Amen. Lakini tunajikuta tunafanana. Si sawa? Amina. Tunafanana vipi sasa? Huko nyuma wewe ulikuwa wa matusi mzuri sana. Yaani kiburi mpaka hapa. Haumuoni huyu anakuzidi umri? Haumuoni huyu analingana na mama, analingana na kaka? Hauoni? Yaani walipokuwa kwamba umekuwa ukajua umemaliza kila kitu. Amen. Amina. Kwa hiyo tunataka kuona mabadiliko ya Mkristo. Wewe uliyeokoka, fundisha kwa vitendo. Wewe unakuja hapa tunakupa maneno, tunakufundisha, tunakupa neno. Nenda uishi vitendo. Amen. Amina. Haleluya. Amina. Akikuita mtu wa tofauti na wewe kwa kukujaribu, mwambie twende tukutane kwa mchungaji. Kama una shida na mimi tukaonane kwa mchungaji. Lakini mnayafanya wewe, tunayafanya. Haleluya. Amina. Mama akiamka kumwonya binti wa miaka 12, yaani anajua yeye ameshamaliza kila kitu. Mama hawezi kuongea. Maadili yetu ya Kikristo hayako hivyo. Huyu mama akiona huyu mtoto wa kwangu mimi, binti yangu amekutana na kijana wa Sengerema nje saa 8, lazima amkemee kwa kishindo. Amina. Lakini binti anakuja anasema mimi mtoto wa mchungaji. Kwa nini mtoto wa mchungaji umeokoka? Amen. Amina. Maadili yetu yako wapi? Vijana wetu wa kanisani wanakimbiza watoto wa watu huko nje, wanawaleta kanisani bila idhini ya baba, bila idhini ya mama, bila idhini ya mchungaji, bila idhini ya mtu yoyote. Wanashtuka tu wanakuambia mimi si ilitokea tu wamejikuja kunikuta kaka. Hayo sio maadili yetu sisi. Haleluya. Hayo sio maadili yetu. Unakuta mtu amekaa ni mtoto mdogo, binti au kijana, katikati ya watu wazima anaweka mguu juu ya mwingine. Wamama wamekaa pale, hawaongei, kaweka mguu juu ya mtu mwingine. Hayo sio maadili yetu. Amen. Amina. Yaani hapa mimi wakati mwingine huwa napenda sana nikiwa kwenye makusanyiko kama haya kujichanganya, ili nijue kweli, je, hao watu wanamuishi Kristo? Tunamuishi Mungu? Mazungumzo ya watu waliookoka ni kujenga mwili, kutiana moyo. Ukiona mwenzako madhaifu, mjenge, sio kwanza kumsema. Haikwambia kidogo umesharuka, usiniambie kwani anakuhusu, niache hivi nilivyo. Hatuwezi kuacha ulivyo, maana hauna mbingu. Waendao mbinguni ni watakatifu. Amina.
Amen. Ni wenye utiifu, wanatii sauti ya Roho Mtakatifu. Hivi sauti ya Roho Mtakatifu huwa inaongea wapi? Kama unasema na mimi nina Mungu, hatukatai. Naona Roho Mtakatifu, hatukatai. Haya, hiyo sauti ya Roho Mtakatifu inaongea wapi? Amen. Amina. Inaongea wapi? Inaongea ndani ya watumishi hao waliokaa hapa, kutuweka sisi sawa. Amen. Amen. Roho wa Mungu anasema na hawa wachungaji hapa kwa mafuta. Hao ndio wenye kibali. Wote humu tumeitwa, si ndio? Lakini wateule ni wangapi? Walioteuliwa kwenye kazi rasmi hapa ni wangapi? Tutawahesabu si hao hapa wamejitenga. Amina. Hao ndio walioitwa ambao watapewa ujumbe watuletee sisi. Lakini mchungaji akikuonya wewe kwako, wiki nzima hautaonekana kanisani na hautaimba kwaya. Kweli. Huyo ndio mwenda mbinguni. Amen. Amina. Jinsi gani ndugu zangu tunaenenda? Ushuhuda wetu uko wapi tutapotoka kwenye semina hii, kwenye kongamano hili? Nini watakalo kwenda kujivunia huko ambao tumewacha nyumbani? Hata sisi tuliokuwa hapa watajivunia ni kwamba wamekuja kutoka kwenye kongamano. Mbona wako vile vile? Kama ni maneno ni yale yale, kama ni uzinzi ni ule ule. Sasa tufanye nini? Amen. Amen. Na tukikwambia uje kuomba unaleta sababu. Na tunakuombea wewe mwenyewe, lakini unasema mimi leo sina nafasi. Naenda kulima shamba. Unajua na wiki nzima niko kwenye semina. Unaleta sababu ambapo basi tunaenendaje katika hili? Ndugu zangu, wanasema umpende jirani yako kama unavyompenda. Na heshima inaanza kwa mkubwa. Ndipo mdogo anamheshimu mkubwa. Sawa? Wakati mkubwa anakuita na kwambia njoo nikwambia na kuonya, usije juu. Kijana wa kike na wa kiume. Ona wengine wanasinzia. Leo mjalala. Haleluya. Hebu nipungie mkono hapo. Unajua shetani anakuta na katabia. Kweli. Tukianza kupomoa na kujenga analeta usingizi. Hiyo ni pepo, usikubali. Ukisikia usingizi simama kidogo, isapoti hata kwa makofi. Haleluya. Amen. Tunapokutana kwa pamoja, si Biblia inasema? Basi ndugu zangu, imekuwaje tunapokutana kwa pamoja? Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Hatuwezi kukuonya ili tukubomoe. Tunakukemea na kukuonya ili tukujenge. Ila tunapokuonya, tunakukemea, tunakuona unakuja juu zaidi yetu, tunaona hiki hapa ni kisiki. Haleluya. Amen. Tunaona hiki hapa ni nini? Sasa wewe utang'ang'ana tu. Ulizoea kula nini tunasema? Kisamvu ambacho kimeungwa nyanya karanga. Leo tumekupa kisamvu kizito kina kila kitu. Bado unataka kile kile. Tunabadilisha, kubali kubadilika. Yaani mtu wa Mungu nikwambia ukitaka kuingia mbinguni kubali kubadilika. Haukubali mabadiliko kwenda na maadili ya Mkristo, uendi mbinguni. Unaenda mbinguni ya nani? Mbingu utaona takatifu. Utafika mlangoni unajua na wewe ni wa wapi? Kwamba na mimi ni mmoja wa wale wa kongamano la Chongomani. Nakwambia wewe kwenye maadili kwanza haumo, kwenye utaratibu wote haumo. Amen. Amina. Tuende kama jinsi Biblia inavyosema. Kipindi mimi bado ninakuwa niko darasa la 6, nilikuwa nikiingia kwa Wapentecost. Nasema Wapentecost. Sawa? Wapentecost, watu waliojawa na Roho Mtakatifu. Yaani anapoingia kanisani pale mlangoni, hata mtu aliyeko nyuma pale asikia anavyoingia. Yaani hapo ndo kachelewa mtu wa Mungu na anaanza kujihukumu mwenyewe. Amen. Anaanza kusikia nafsi na mhukumu kuchelewa. Lakini kwetu sisi wa leo, kuchelewa kwetu hatuoni kama ni dhambi. Mchungaji anaanzisha pambio na tenzi za roho, anasubiri mwimbaji ambaye bado yuko nasugua miguu nje. Anasubiri kijana ambaye bado yuko saluni anatengeneza. Muda wa ibada yeye hana muda na, lakini muda wa mkopo na marejesho, nakwambia simu iko full, amesha charge na vocha ameweka. Ili mwenyekiti akimpigia ajue cha kuongea. Lakini muda wa Mungu, tena mchungaji akimpigia simu anasema, "Baba, unajua tena baba,
tu kuja haji. Kijana, tuache ujanja kwenye mambo ya Mungu, tuwe na maadili tunavyoenenda sisi.